Ikiwa unahitaji kutoa coin yeyote, na maanisha Ethereum, Bitcoin, labda hizo USDT, unataka uzipeleke kwenye pesa ya Kitanzania. Sasa njia hii nitakuelekeza, utapeleka kwenye pesa ya Kitanzania kwa mitandao ya simu kama Airtel Money, Halo Pesa na Mixx by Yas. Ni rahisi sana, ingia kwenye application yako ya Binance. Ukishaingia kwenye app yako, kuna menu ipo hapo, angalia chini kabisa ya simu yako hiyo. Kuna home, kama unatumia kompyuta angalia home, market, trade, future, alafu njoo kwenye asset. Umeiona asset? Click hiyo neno asset. Ukisha click asset utakutana na asset yako, na maanisha hizo coin zako ambazo zipo kwenye application yako ya Binance. Sasa ni kama hivyo, itaonekana toto hapo, toto valo, kiasi ambacho unacho. Sasa wewe utakuja hapo kwenye send. Hapo kuna add fund, kuna send, kuna transfer. Sasa njoo click send. Ukisha click send itakwambia select withdraw method. Sasa hapo utachagua huku chini kabisa sell to TZ shillings, yani kwa pesa ya Kitanzania utaklik hapo sell to TZS. Baada ya kuklik sehemu hiyo itakuja kama hapo, kutakuja na asset zako zote, na maanisha coin ambazo unamiliki. Iwe ni Bitcoin itaonekana kiasi ambacho unacho. Kama hapa ni coin inaitwa USD coin, unaiona hiyo coin hapo, balance ipo ni 0.4418197. Hiyo ndio balance from, umeiona? Kwa hiyo tunatoa kwenye hiyo coin tunapeleka kwenye pesa ya Kitanzania. Kumbuka hapa tunapeleka kwenye mitandao ya simu, na mimi hapa nitatumia Mixx by Yas au Tigo tunasema. Utaklik amount. Kama mimi hapo nahitaji kutoa kiasi kidogo kabisa hapo, na hapo na balance yangu iko kidogo tu, ni 0.4418. Yaani 0.1.4418 ni sawa na pesa ya Kitanzania shilingi 1065.82. Umeona? Kwa hiyo hapo tumepitwa vibaya mno. Kwa hiyo basi baada ya hapo chini kuna sehemu imekwambia receive method. Hapo kama hujaweka namba ya simu add, kuna sehemu itakuja add phone number, utaweka hiyo namba ya simu, utaweka ya Yasi au ya Halotel. Vizuri zaidi weka ya Airtel Money na ya Yas, ndo malipo yanakuwa faster. Basi utaklik hapo receive method. Kuna sehemu itakwambia hapo kwenye refresh, maana yake kuna namba zitakuwa zinahesabu hapo, sekunde zinahesabu, kisha utaklik. Ukisha click sehemu hiyo itakupeleka moja kwa moja sehemu inakwambia security verification requirement. Sehemu hii ni security ambazo umeziweka kwenye app yako ili isihakiwe. Kuna sehemu inakwambia authenticator app, utaklik hapo kwenye authenticator app kama umetumia verification na security kama hii ya usalama wa app yako. Kisha utaenda kwenye app yako ya hiyo app authenticator, nitakuelekeza sasa, au kwenye email hiyo ni muhimu, utaklik email kama hapa, maana utakuja kwenye app ya email kama inavyoonekana hapo. Gmail inamaanisha ile. Ukisha click sehemu hiyo kuna hizo email zinakuja hapo. Kama mimi hapo unaona kuna Gmail zimekuja wakati huwa nafanya miamala, huwa na withdraw. Hapo kuna confirm, withdraw, confirm, kama hivi. Basi kuna kodi zitatumwa. Hizo kodi kisha utaenda kuzipaste. Utaenda kuzipasti huko kwenye nini? Kwenye ile app ya Binance application. Ukienda kuzipasti utakonfirm malipo yako, na pesa yako itaingia moja kwa moja kwenye namba ya simu ambayo uliweka hapo, ambayo ndio method ya kutolea hela au ya kuingiziwa hela kwenye simu yako hapo. Umeona jinsi ilivyo rahisi. Fee ni kidogo sana. Hii ndio njia salama na njia rahisi kabisa. Kwa wale ambao hawajui authenticator hapo, yani Google Authenticator ni zile app za kutunzia ili akaunti zako zisiibiwe, ni kama inavyoonekana hapo. Hii ndo authenticator hapo. App hii nitakiwa uwe nayo hapo. Hiyo ni bonus nakupa. App hii pia inasaidia kutunza wale ambao wana YouTube channel. Utakuwa unatumia hii app ili akaunti yako isihakiwe. Vile vile utakuwa unatumia kulinda akaunti zako labda za Facebook na Instagram na akaunti zingine kwa kutumia hii authenticator app. Aise, leo bila shaka umeelewa. Tutakutana kwa wakati mwingine kwa mambo mbalimbali ya kiteknolojia.